Unajua kazini kuna aina ya watu, wako wachapakazi, wako wapore, na kisha kuna yule coworker mjinga. Yule ambaye kila siku anakufanya ujiulize kama upo kwenye kazi au kwenye sinema vichekesho au gereza kali sana. Kama unamjua huyo mtu usijari. Leo tunaongelea jinsi ya kudiri na coworker wa aina hiyo bila kupoteza akili zako na nguvu zako za ziada. Kuna aina kadhaa za hawa wataalamu wa stress kazini. Namba 1 ni hater. Katika mazingira ya kazi unaweza kumvumilia mtu mvivu, mjinga au hata anayesahau deadline. Lakini mtu mwenye chuki ni aina ya mfanyakazi mpumbavu anayeharibu hewa ya ofisi bila hata kugusa keyboard. Huyu ni coworker mpumbavu wa kiwango cha juu, kwa sababu chuki yake haijengwi kwa hoja wala uhalisia, bali hisia za ndani zisizo na msingi. Mtu mwenye chuki anakuonea chuki kwa sababu umemzidi, sio kwa sababu umemkosea. Yaani ameshindwa kufika viwango vyako, lakini badala ya kujifunza kutoka kwako, anaanza kujitengenezea story kichwani. Kwa mfano, huyu anajipendekeza kwa bosi, anajifanya anajua sana, au anaimba sauti kubwa sana akiwa na watu. Lakini kiuhalisia wewe umempa msaada, hujawahi kumdharau, hujawahi hata kumbebea roho mbaya. Hii ni chuki ya wivu ulioshindwa kujificha. Mtu mwenye chuki anatamani usishinde, hata kama ushindi wako unamnufaisha na yeye. Unapopata mafanikio, anafurahia kimya kimya. Kama kuna makosa yamefanyika, anaweza kusema hongera, lakini uso wake unasema kwa nini sio mimi? Na mwisho tasambaza uzushi nyuma yako kwa lugha ya consent. Kwa mfano, nadhani mtu fulani anaongezewa workload, sijui kama ataweza. Hii ni chuki ya mkopo wa roho mbaya. Pia mtu huyu msaada wako kwake uonekana kama unajionyesha. Ulishamsaidia kuandika ripoti, ukamsaidia kuwasiliana na client, ulimfunika deadline aliyokuwa karibu kuharibu, lakini leo anakupita bila kusema hata hai. Kwa nini? Kwa sababu mema yako yanamkumbusha mapungufu yake. Badala ya kushukuru, anakuchukia. Hii ni chuki ya kujirinda dhidi ya aibu. Mtu huyu anapenda kukuona ukishindwa kimya kimya. Wakati mwingine unapata matatizo kidogo kazini. Kwa mfano, email imeenda kwa mtu asiye sahihi, umechelewa presentation kwa dakika 10, au umesahau kumsisi mtu fulani. Yeye hafanyi chochote kukusaidia. Badala yake anakausha, anaangalia kama vile yes, leo bwana huyu amekamatika. Hii ni chuki ya usiri wa roho mbaya. Pia mtu huyu anakuwa na kikundi chake cha usiku wa manane. Hii ni kamati ya kusambaza chuki. Anafanya networking ya sumu, anatafuta wengine wenye mashaka nawe na kuatia mafuta. Anaeneza kauli kama sijui kama ni kweli alifanya hiyo kazi peke yake, au watu wengine wanajua kujipendekeza tu, au huyu si mkweli vile unaona. Hii ni chuki ya kuunganisha roho mbaya na data mbovu duniani. Huyu ni coworker mpumbavu kwa sababu hatumii muda wake kujijenga, anatumia kubomoa. Pia hawezi kuona tofauti kati ya ushindani wa kazi na uadui wa binafsi. Pia anadhani chuki ni silaha ya nguvu, kumbe ni ishara ya udhaifu wa kihisia. Na mwisho anaua team spirit kwa sumu isiyoonekana, yani negative energy specialist. Aina ya pili ni Dunning-Kruger effect. Dunning-Kruger effect ni dhana ya kisaikolojia inayosema kwamba watu wasio na ujuzi au maarifa ya kutosha katika eneo fulani huwa na tabia ya kudhani kwa wao ni bora au wana uelewa mkubwa zaidi kuliko hali halisi ilivyo. Kwa kifupi, hii ni ile hali ya mtu asiye na uwezo fulani kujidhania anajua sana. Kwa maneno rahisi, mtu mjinga hajui kuwa yeye ni mjinga, na kwa sababu hajui anajiona mwerevu kupita kiasi. Wazo hili lililetwa na David Dunning na Justin Kruger, maprofesa wa saikolojia kutoka chuo kikuu cha Cornell, kupitia utafiti waliofanya mwaka 1999. Mzunguko wa mtu anayeathiriwa na Dunning-Kruger mara nyingi huenda hivi. Stage ya kwanza ni ujinga wa awali, yani mtu huyu anakuwa hana ujuzi lakini hajui kuwa hana. Pia mtu huyu anajiamini kupita kiasi, anaweza kusema hiyo kazi ni rahisi tu bana. Stage ya pili inaitwa mwangaza wa ukweli. Anaanza kugundua kuwa hajui, anaweza kusema kumbe sio rahisi kama nilivyodhani. Na stage ya tatu ni ujifunzaji. Anaanza kujifunza polepole, anaelewa, hujitahidi, bado ana mashaka lakini anaendelea. Na stage ya mwisho ni ujuzi wa kweli. Anaelewa kwa undani kiasi kwamba inakuwa rahisi kwake, hatumii nguvu sana kufikiri, ni kama reflex. Kama alivyosema Charles Darwin, ujinga mara nyingi huzaa kujiamini zaidi kuliko maarifa. Kwa hiyo mtu mwenye akili si yule anayejifanya anajua kila kitu, bali yule anayejua kuwa anapaswa kuendelea kujifunza. Mtu wa tatu ni cognitive laziness.
Cognitive laziness ni sehemu ya tabia ya kawaida ya binadamu. Akili yetu hujaribu kuokoa nguvu kwa kutumia njia fupi za kufikiri. Hii huitwa mental shortcut. Lakini tatizo ni pale mtu anaacha kabisa kutumia uwezo wake kufikiri kwa undani. Hapo ndipo anaanza kuwa mzigo kazini au kwenye jamii. Kwa nini cognitive laziness ni hatari sana? Moja, hupunguza ubunifu. Mtu hawezi kufikiri njia mpya tena. Mbili, husababisha makosa kazini. Mtu hajui anachofanya lakini yeye anafanya tu. Na tatu, hudumaza maendeleo ya kitaaluma. Mtu hujaribu kujifunza, kujiongeza au kutatua matatizo mapya. Na mwisho, huathiri maamuzi ya taasisi, hasa kama viongozi wakuu pia ni wavivu wa kiakili. Mtu mwingine ni social loafing. Social loafing ni zana ya kisaikolojia inayozungumzia tabia ya watu kupunguza juhudi zao binafsi wanapokuwa kwenye kundi fulani, tofauti na pale wanapofanya kazi peke yao. Kwa maneno rahisi, kadri watu wanavyoongezeka kwenye timu, ndivyo mtu mmoja anavyopunguza bidii yake, akitegemea wengine watafanya kazi hiyo. Dhana hii ilianza kujulikana rasmi kupitia utafiti wa Max Ringman, mhandisi na mwanasaikolojia wa Ufaransa katika miaka 1910. Ringman alifanya jaribio ambalo watu walivutwa kwenye kamba ya rope pulling kama mchezo wa nguvu. Mtu akiwa peke yake alitoa nguvu nyingi sana. Kadri walivyoongezeka kwenye kikundi, kila mtu alionekana kutoa nguvu kidogo zaidi. Hii ikaitwa Ringman effect, ambayo baadaye ilikuwa dhana ya social loafing. Kwa nini social loafing hutokea? Moja, diffusion of responsibility. Mtu anahisi sio lazima nijitume sana, kuna wengine. Namba mbili, lack of accountability, yaani hakuna anayeangalia mchango wa kila mtu mmoja mmoja. Tatu, perceived inequity. Huyu mtu anafikiri wengine hawajitumi, kwa hiyo na yeye anapunguza bidii katika kazi. Anakuwa na mawazo kama wao hawafanyi, kwa nini mimi nijisumbue? Namba nne ni raw motivation au interest, yaani hana nia na hiyo kazi, kwa hiyo anajificha nyuma ya kazi ya kundi. Na mwisho ni stereotyping roles. Mtu anaamini fulani ndio watu wa kazi hiyo, kwa hiyo anajitoa kabisa. Sasa tufanyeje? Kwanza kabisa, kumbuka huwezi kumbadilisha mtu, lakini unaweza kujibadilisha wewe. Sheria ya kwanza, set boundaries. Usimkaribishe kwenye kila mazungumzo yako na epuka kutomshirikisha vitu vingi. Weka rules zako. Naweza kusaidia lakini si kila mara, au usizungumzi mambo ya binafsi na mtu ambaye haniheshimu, au ukinitafuta kwa chuki utanikuta na ukimya. Ukimya wenye mipaka, sera ya watu waliojaa na akili. Kwa mtu mwenye chuki bila sababu, anakuona kama tishio hata kama umjari. Ukifanikiwa, uso wake unabadilika kama kaona jinamizi. Tabia zake, hataki kukuona ukisifiwa, anaeneza uvumi wa chini chini ofisini kwako, anafurahia unapokosea. Mtu huyu, weka mipaka ya wazi. Usijibize kwa chuki, tulivu wako ndo jibu bora kwake. Rekodi matendo mabaya kama yakiathiri kazi. Kwa mtu mwenye kujiamini kupita kiasi bila maarifa, kama alivyoelezea Dunning-Kruger, mtu huyu anajua kidogo lakini anajifanya kama mtaalamu wa dunia. Anabisha kila kitu hata kama hana data, hoja wala akili ya kawaida. Tabia zake, anaongea zaidi anayoyafanya. Ana sifa ya kutoa, usiseme kitu kwenye kila kikao. Hataki kusikiliza mtu yoyote. Mtu huyu mwacha azungumze, halafu weka hoja zenye data kimya kimya. Usipoteze muda kubishana, ripoti zionyeshe ukweli. Acha matokeo yako yaongee. Mtu mvivu wa kitaaluma, the social loafer. Mtu huyu anakuja kazini tu kutafuta mshahara, si kazi. Anajificha kwenye teamwork ili asionekane afanye kitu. Tabia yake, hajawahi kupeleka chochote kwa wakati. Huvaa sifa za wengine kama koti. Mara nyingi hana habari ya kinachoendelea hapo ofisini. Mtu huyu, tenganisha majukumu kwa uwazi. Kila mtu apewe kazi yake waziwazi. Fuatilia maendeleo yake kwa deadline. Ikiwezekana, toa taarifa rasmi kwa HR au supervisor wa eneo fulani. Mtu mwingine ni mfitini au msengenyaji. Kwa kitaalamu anaitwa the office snake. Anakutabasamia lakini anakuchimbia chini. Anaeneza maneno, anapandikiza chuki, anachochea migogoro. Tabia yake, anasema tupo pamoja lakini anaripoti kwa bosi nyuma yako. Anafurahia migogoro ya watu, upanda fitina kwa wengine wakuchukie. Mtu huyu usimpe habari zako binafsi. Zungumza naye hadharani, si kisirisiri. Weka ushahidi ukihisi anakuumiza kimkakati. Mtu mwingine ni mchekeshaji wa ofisi lakini asiyejua muda. Anafanya mzaha kupita kiasi lakini kazi hazifanyiki. Kila saa ana joke, meme, video lakini ripoti ni zero.
Tabia zake, analeta kelele kwenye kila dawati, anakatiza kazi za watu kwa utani, apokei mambo kwa uzito hata kama ni serious. Mtu huyu weka boundaries, tunaweza cheka jioni lakini si muda wa kazi. Usimshabikie, atazidisha utani wake muda wa kazi. Ikiwezekana mjulishe HR kama anasababisha productivity ishuke. Mtu mwingine ni cognitive lazy, mvivu wa kufikiri. Afikiri kwa kina, anategemea wengine wafanye kazi ya kiakili. Kazi yake ni kuuliza, kuiga, kulalamika, lakini si kutoa suluhisho. Tabia zake, anauliza maswali rahisi bila kusoma kwanza. Ategemea akili yake, anategemea kusaidiwa kila mara. Ajitafakari wala kujifunza jambo jipya. Mtu huyu mwelekeze vyanzo vya kujifunza, usimpe majibu moja kwa moja. Weka wajibikaji wa matokeo, pe muda ajitafutie majibu, usimzoeshe spoon feeding. Mtu mwingine ni the pretender, mtu wa fake nice. Anajifanya mkarimu lakini ana agenda binafsi. Anafurahia ushawishi lakini sio kusaidia kwa dhati. Tabia zake, anajitokeza tu kama kuna faida kwake. Hutoa msaada wa juu. Anapenda kujulikana lakini hana mchango wa kweli. Mtu huyu mjue lakini usimkaribishe sana katika maisha yako. Usimkabidhi kazi za maana bila uthibitisho wa commitment. Usitegemee support yake ya kweli kutoka kwake. Kwa nini ni muhimu kujua aina hizi? Kwa sababu utajua nani wa kumkaribia, nani wa kumweka mbali. Pia utalinda afya yako ya akili, utafanikiwa kazini bila kuchafua jina lako, na pia utaongeza uwezo wako wa kufanya kazi katika mazingira magumu na kistaarabu. Mwisho wa siku, kazi ni kazi, lakini akili ni zako. Huwezi kubadilisha watu wote, lakini unaweza kujibadili kujilinda. Huwezi kuzuia nyoka kuuma, lakini unaweza kuvaa buti nene. Nakumbuka hata wewe unayemwona mjinga anaweza kukuona wewe ndo unampotezea. Yes, sisi wote ni co-workers wa mtu mwingine. Kwa hiyo chill dog balance. Kama umewahi kudeal na coworker na hii, tuambie kwenye comment. Na kama umecheka na kujifunza chochote leo, like video hii, subscribe na shauri jamani ipitia kitu kama hiki kazini kwake. Mpaka wakati mwingine, keep your cool and keep winning. Jina langu ni Mr. Arrive.